Siku moja, baada ya kutoka kwenye sherehe kubwa iliyokuwa imejaa kelele, vicheko na pombe nyingi, mume na mke walirudi nyumbani wakiwa wamelewa chakari. Usiku ule, bila hata kujitambua vizuri, walijikuta wamefanya kile ambacho walikuwa wamekatazwa kabisa. Walifanya mapenzi. Asubuhi ilipofika, waliamka wakiwa wamechoka, vichwa vikiuma, lakini ghafla kumbukumbu zikawarudia kama radi. Walitazamana kwa hofu. "Tumefanya nini?" Mke akauliza kwa sauti ya kutetemeka. Mume akashika kichwa chake, macho yakiwa yamejaa majuto. "Tumevunja masharti. Mganga alisema hatutakiwi kufanya hivyo hata mara moja." Kimya kizito kikaingia ndani ya chumba kile. Lakini kama kawaida ya binadamu, wakaanza kujifariji. "Hakuna kitakachotokea," mume akasema kwa kujiamini kidogo. "Huu utajiri tumekaa nao miaka yote. Inawezekana hata dawa zilishaisha nguvu." Mke naye akajikaza moyo, japokuwa ndani kabisa alikuwa na wasiwasi mkubwa. Siku zikapita, wiki zikapita, mpaka miezi 3 ilipofika. Mke akaanza kuhisi mabadiliko yasiyo ya kawaida mwilini. Siku moja akamwambia mume wake kwa sauti ya wasiwasi, nahisi kama nina ujauzito." Mume akacheka kidogo akitikisa kichwa. "Hapana, hiyo ni kawaida tu, mabadiliko ya mwili, usifikirie sana." Lakini kadri muda ulivyokwenda, dalili zikawa wazi zaidi. Miezi 9 ilipotimia, siku hiyo haikuwa ya kawaida. Ghafla mke akashikwa na uchungu mkali sana wa kujifungua. Cha ajabu zaidi, tumbo lake halikuonyesha kabisa kama ni mjamzito. Mume akachanganyikiwa. "Twende hospitali haraka," akasema kwa haraka. Lakini walipotoka nje ya nyumba, waliganda. Walichokiona kilikuwa nje ya uelewa wao. Mafuriko makubwa ya mvua, ya damu. Ndiyo, damu, yakiwa yameizunguka nyumba yao pande zote, yakitiririka kama mto, yakitoa harufu nzito na ya kutisha. Mke akapiga kelele ya hofu, "Mungu wangu!" Kwa uoga mkubwa wakarudi ndani wakikimbia. Ndani ya nyumba, uchungu uliendelea kuongezeka. Dakika chache baadaye, mtoto wa kiume akazaliwa. Na kwa ajabu ya kutisha, mafuriko yale ya damu yakaanza kupungua taratibu mpaka yakatoweka kabisa, kana kwamba hayakuwahi kuwepo. Kila kitu kikawa kimya. Lakini furaha ya kupata mtoto haikudumu. Iligubikwa na hofu nzito sana. Walijikaza, wakajilazimisha kufurahi, wakafarijiana, wakajipa moyo, na maisha yakaendelea. Miezi kadhaa baadaye, wakaamua kumtafuta mfanyakazi wa ndani ili awasaidie kumlea mtoto wao wanapokuwa kazini. Mfanyakazi alipofika, alikaribishwa vizuri, lakini siku ya kwanza tu alianza kushangaa. Aliambiwa mtunze mtoto, lakini hakuona mtoto. Aliona nguo za mtoto tu zikilala pale, lakini mtoto mwenyewe hakuwapo. Akajisemea moyoni, labda mtoto yupo sehemu nyingine,
huenda watamleta baadaye. Siku zikapita, lakini hali ikabaki ile ile. Hatimaye uvumilivu ulimshinda. Akamuuliza mke siku moja, "Samahani mama, mbona nafua nguo za mtoto kila siku lakini mtoto simuoni?" Mke akashtuka ghafla, moyo wake ukadunda kwa kasi. "Unasemaje? Humuoni mtoto?" Akauliza kwa sauti ya chini. "Ndiyo, simuoni kabisa." Ndipo kumbukumbu ya maneno ya mganga ikamrudia kama radi. Mwili wake ukasisimka, lakini akajikaza, akajifanya yuko sawa. "Usijali, atakuja," akasema kwa kujizuia. Jioni mume aliporudi, mke akamueleza kila kitu. "Unakumbuka mganga alisema mtoto hataonekana kwa watu?" akauliza kwa hofu. Mume akacheka kwa dharau kidogo. Si kila wanachosema waganga ni kweli, wengine wanadanganya tu. Lakini mke hakutulia. "Lakini mfanyakazi amesema haoni mtoto kabisa, anaona nguo tu." Hapo mume akanyamaza. Kwa mara ya kwanza hofu ikaingia moyoni mwake. Lakini sisi tunamuona, si huyu hapa?" akasema kwa mashaka. "Ndiyo, sisi tunamuona, lakini wengine hawawezi kumuona." Mke akajibu kwa sauti ya kukata tamaa. Mungu wangu, tumekwisha." Mume akajaribu kujikaza. "Kwa hiyo mfanyakazi hasikii hata mtoto akilia?" "Hasikii chochote." Mke akajibu. Kimya kikatawala tena. Lakini kwa kiburi cha mali, mume akasema, "Pamoja na hayo yote, hakuna kitu kingine kitakachotokea. Tuna pesa, tunaishi vizuri, acha maisha yaendelee." Na kweli siku zikaanza kusonga tena. Lakini kuna kitu kilikuwa kinakuja, kitu kibaya zaidi, kitu ambacho hawakuwa tayari nacho. Na siku moja, "Kakaangu, dadangu, nakuomba usipange kukosa sehemu ya 3, maana ni kali sana."